kuwa nitaishi naye kwa wema kama alivyoamrisha Allah. Ikitokea tumetengana, nitatengana naye kwa wema kama alivyoamrisha Allah. Niite tena Zuberi Bashir. Sema labbaika. Mwambie nimekuozesha binti yangu Tunu Ibrahim mengi Ramadhani kama alivyoamrisha Allah. Sema naam, nimemoa binti yako Tunu Ibrahim kwa idhini yake na idhini yako kama alivyoamrisha Allah. Mwambie nimekuozesha. Sema nimemoa. Barakallahu lakuma wa jamaa bainakuma fil khair. Tufikie kidogo hakuna. Hii kidogo. Kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kulikamilisha jambo hili tukufu kabisa, jambo la kheri la akdi. Allah awabariki katika ndoa yao, wakaishi salama, awajalie kizazi kilichokuwa chema. Ndugu zangu, jambo la kuoa ni jambo muhimu mno, ni jambo ambalo lina ujira mkubwa sana, lakini tumuhusie ndugu yetu na wale ambao waliokuwa ndani ya ndoa kwa uchache kabisa. Ndugu yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliotuamuru sisi kuoa, lakini pia akatupa tahadhari kwamba hao watu tunawachukua tunaenda kuishi nao wana vitimbi vikubwa mno. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kwamba huyu mwanamke ni miongoni mwa ishara na alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Miongoni mwa alama za uwepo wa Allah ni kutujalia sisi kutokana na nafsi zetu wenyewe wanawake. Allah ameweza kutaja alama kubwa ya uwepo wake, kaanza kumtaja mwanamke kabla hajataja mbingu na ardhi, kabla hajataja mabadiliko manake nafsi, kabla hajataja mvua, ni kuonyesha ni jinsi gani mwanamke ana thamani kubwa. Ndio akasema mwanazuoni mmoja kwamba almar'atu min a'zami ni'matin allati khalaqaha Allah, mwanamke ni miongoni mwa neema kubwa mno alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu mwanamke ni miongoni mwa kiumbe wa thamani mno kwa mwanadamu, hasa kwa mwanaume. Sasa ndugu yangu, ninachotaka kukukumbusha na wengine waliokuwa kwenye ndoa kwamba mwanamke ana vitimbi. Allah amewasifu na kusema inna kaidahunna adhim, wana vitimbi vikubwa mno hawa wanawake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisai, baada ya kuondoka kwangu mimi sijaacha mtihani mkubwa wenye madhara makubwa kwa wanaume kuliko wanawake. Kwa hiyo ni miongoni mwa kiumbe ambaye ana mitihani na vituko vikubwa mno, lakini haimaanishi kwamba kuwa na vitimbi vilivyotajwa na Allah, kuwa na vituko ambavyo vimetajwa katika dini ndio tusiishi nao. Hapana. Miongoni mwa vitu ambavyo anavipenda mwanaume, kitu cha kwanza ukiacha hata pesa, ni mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala anasema zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Wa kwanza akamtaja nani? Mwanamke. Lakini katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
min saadati ibn Adam, miongoni mwa furaha za mwanadamu mwanaume. Ili umuone mwanaume na furaha, akataja vitu vitatu, akasema almar'atu salih, kwanza mwanamke mwema, walmaskanu salih, na makazi mazuri, walmarkabu salih, na kipato kizuri. Hapo ndio mwanaume anakuwa na furaha. Kama atakosa vitu vitatu hivyo, cha kwanza kaanza kutaja nani? Mwanamke. Lakini mwisho kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mastafada almu'min ba'da taqwa Allah khairan min almar'ati salihah, muumini hajapata faida baada ya uchamungu, faida iliyokuwa kubwa kuliko kupata mwanamke mwema, mwanamke ambaye in amaraha ata'atuhu, akimwamrisha mwanamke anamtii, wa in nadharaha asarrathu, akimwangalia anamfurahisha. Lakini wa in ghibta anha, akiwa mbali naye, nasahathu au hafidhathu fi nafsiha wa malihi, akiwa mbali naye mwanamke anampa nasaha, mume wangu unapoenda kamche Mungu, muogope Allah, jitahidi kufanya ibada, inshallah Allah atakufanyia riziki zako kuwa nyepesi. Lakini vile vile anamlindia mali zake, sio kwamba kwa sababu kaondoka mwanaume kaniachia nini, kaniachia uhuru. Ndugu yangu, huyu mwanamke ambaye umemchukua ni amana, hakikisha unaenda kukaa naye vizuri, mfundishe misingi ya dini, ajue dini, mfanye atulie nyumbani kwake, asiwe mtu wa kutangatanga, asiwe mtu wa kutoka. Kama kutatokea kuna ugomvi, basi jitahidi kurekebisha ugomvi wako kabla hujafikisha hata kwenye familia. Allah anatuambia na kutukumbusha, waashiruhunna bil ma'rufi, wanawake ishini nao kwa wema. Fa in karihtumuhunna, kama itatokea mnawachukia, kuna kitu kwa kukasirisha, Allah anasema waasa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Unaweza ukawa unachukia kitu, lakini ndani yake Allah kajalia khairi nyingi mno. Jitahidi kuishi na mke wako kwa wema, mfundishe maadili yaliyokuwa mazuri. Hakikisha leo hii, hata kama alikuwa haswali kwao, ibada ya swala akaianze leo. Usiseme mke wangu kwa sababu nimemuoa leo ngoja tupumzike, utaanza kuswali kesho. Hakuna. Akifika kute sheria ambazo umeziweka, ukimzoesha tu baadaye atakuja kusumbua. Mbona siku ya kwanza sijaswali? Kumbe kuswali ni wajibu. Leo mkifika, hilo jomo lako uliovaa, hilo shera lako uliovaa, alasiri imefika, tuingie tuswali hapa. Sio unafika unajisahau, unaanza kushughulika na mambo ya shughuli, masherehe, ibada ya swala ambacho ndio kitu muhimu kwa mwanadamu ukakipotezea. Haya ni mambo ya msingi mno, unatakiwa uyazingatie. Lakini la mwisho kabisa, kuna mwanazuoni mmoja anasema hivi, almar'atu min a'zami ni'matin allati, anasema almar'atu kanahla, anasema mwanamke ni sawasawa na nyuki. Mwanamke ni sawasawa na nyuki. Nyuki ana sifa hizi mbili, akatoa sifa yake ya kwanza, tasna'ul asala idha ahabbati, anatengeneza asali akiwa na furaha. Lakini sifa ya pili, watansa'u idha karihati, sifa ya pili anakung'ata akiwa na hasira. Kwa hiyo mke wako vile vile mtengeneze vizuri, mfurahishe ili uendelee kula asali. Lakini ukimkasirisha, basi usishangae kutoka malundo. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.